Unaangalia Midraj TV, tabasamu lenye kudumu. Ewe ndugu yangu ambaye unaifuatilia vipindi vyetu katika chaneli yetu hii ya Midraj TV, leo kuna mambo ya msingi sana ambayo nataka niweze kukupatia, yaweze kukusaidia kijana mwenzangu, Mtanzania mwenzangu, na hata ambaye siyekuwa Mtanzania ambaye anaifuatilia vipindi vyetu. Kipindi cha leo au nukta ya leo ambayo naitaka niweze kukupatia wewe ndugu yangu ni kukuambia faida ya mambo 10 yatakayokufanya wewe ufanikiwe katika maisha yako. Maisha yanahitaji mipango, maisha yanahitaji mikakati. Ili uweze kufanikiwa katika maisha, kuna vitu unatakiwa uweze kuwa navyo. Kuna ambavyo unatakiwa uachane navyo na kuna vitu unavyotakiwa uweze kuvifanya. Leo nitakupa siri 10 au mambo 10 ambayo yatakayokufanya wewe uweze kufanikiwa katika maisha yako. Ukiyazingatia haya, basi mafanikio tambua kwamba yatakuwa karibu kwenye maisha yako na wala hayatakupiga chenga. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kulifanya katika maisha, uwe na kitu kinachoitwa uthubutu. Yaani maana yake kuamua, maana yake kuanza. Utakapokuwa ni mtu ambaye unayefanya jambo kwa kuthubutu, basi utaweza kufanikiwa katika maisha yako. Jambo lolote ukimwona mtu kafanya jambo, ujue kathubutu. Akifanya biashara, kaweka uthubutu ambao umemfanya biashara yake kamuinua, kafanikiwa, katajirika. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, usijihukumu kwa makosa yaliyopita. Kuna watu imekuwa ni sababu ya wao wamejihukumu kwa makosa yaliyopata kupita. Usijihukumu. Chukulia makosa kuwa ni mwalimu, kwa sababu ni mwalimu kweli bora, anaweza kukusaidia ukaweza kujisahihisha katika yale uliyokosea. Kwa hiyo kama ukiwa umekosea, umefanya makosa, jipanguse, anza upya. Usiogope kuanza upya. Kwenye maisha ukiwa ni mtu wa namna hiyo, utapata kufanikiwa. Kuna watu walianguka kibiashara, wakajipangusa, wakaanza upya. Hawakujihukumu kwa makosa yao, ikawa ni sababu ya wao kufanikiwa. Lakini jambo la tatu, mafanikio hayaji kwa watu wote kwa wakati mmoja. Ile lazima pia nalo ulitambue. Kuna watu wana kawaida ya kuona fulani, mbona nimecheza naye, nimesoma naye, fulani nimekuwa naye mtaani, inakuwaje yeye kafanikiwa, mimi sijafanikiwa? Wanakata tamaa kwa sababu ya hichi kitu. Usikate tamaa kwa hili jambo, kwa sababu wengi wameshafeli kwa namna hiyo ya kukata tamaa kwa sababu ya mtu fulani labda amewahi kufanikiwa, yeye hajafanikiwa. Labda mtu fulani yeye umri wake ni mdogo, yeye umri wake ni mkubwa, anataka kuweza kujidogesha au kujikatisha tamaa kwa sababu ya design ya mambo hayo. Tambua, mafanikio hayaji kwa wakati mmoja. Kila mmoja Mwenyezi Mungu anamletea mafanikio kwa wakati wake. Jambo la 4, anza kuweka mfumo mzuri, yani kujijengea mfumo mzuri wa kimaisha. Si tumeelewana eh? Jitahidi sana katika masuala yako ya matumizi ya fedha, katika swala kubwa la akiba. Usiwe ni mtu ambaye unaishi kwenye maisha huna akiba. Maisha haihitaji hivyo. Ili ufanikiwe kwenye maisha, jambo la 4, tengeneza mfumo mzuri wa kifedha. Mojawapo, pata kuwa na asilimia kadhaa unaoiweka kwa ajili ya akiba. Hii itakusaidia. Lakini kuendeleza kwenye hii jambo la 4, jitahidi kutengeneza njia nyingi za kukuingizia kipato. Usiwe ni mtu mwenye kutegemea kitu hicho kimoja. Ukiwa na kawaida ya kutegemea kitu kimoja kwenye maisha, tambua lazima utafeli. Asilimia kubwa hata hawa matajiri unaoona, unawasikia, hawana biashara moja. Utamkuta mtu ana biashara ya vyakula, ana biashara ya vinywaji, ana biashara ya usafiri, ana biashara kadha. Anafanya hivi kwa sababu ikifeli biashara moja, ina uwezo biashara nyingine ikaweza kumuendeleza. Kwa hiyo tengeneza njia nyingine ya kukuingizia kipato, usitegemee kipato kimoja. Jambo la 5,
kuwa na ile kitu kinachoitwa mvumilivu, subira. Katika sisi Waislamu tunasema inna Allaha ma'as-sabirin, Mwenyezi Mungu hakika yupo pamoja na wale wenye kusubiri. Ukisoma katika surati Luqman utakuta kule kwenye kile kisa baba akimwambia mwanae, ya bunayya aqimi salah wa amur bil ma'ruf wa anha 'anil munkar fasbir ala ma asabaka. Kwa maana subiri katika linalokufika. Kwa sababu gani? Mitihani tumeumbiwa sisi wanadamu. Wapo watu uvumilivu hawana. Akianzisha biashara ikimfelisha kidogo, basi anakata tamaa na ile biashara anaacha. Hapana. Kuwa na kitu kinachoitwa uvumilivu, yani kuwa ni mtu ambaye una kawaida ya kuwa na kusubiri, yani ukawa ni mtu ambaye unakuwa na ile hali ya kuwa unasubiri mambo yako, usiwe ni mtu ambaye unaijikatia tamaa mapema au unashindwa kusubiri katika juhudi zako. Utaferi katika maisha yako. Lakini jambo la sita, tafuta utulivu wa kiroho. Maana yake ni nini? Mtu yoyote anayetakiwa afanikiwe kwenye mafanikio, anapopambana atakiwe awe na msongo wa mawazo, atakiwe awe na vitu vinavyomfanya vinamuumiza, vinamnyima raha. Kwa hiyo tengeneza njia ambayo itakayokufanya usiwe ni mtu ambaye unashindwa kuweza ni kupata utulivu wa kiroho. Hapana. Tengeneza njia ambayo itakayokufanya wewe utakuwa na hali ya kuweza kuwa na utulivu wa kiroho. Nikizungumza utulivu wa kiroho, yani kuwa na amani kwa asilimia kadhaa. Yani usiwe ni mtu ambaye kidogo unasumbuliwa na msongo wa mawazo, kichwani mwako kuna vitu vinakutoa kwenye reli, unashindwa kuweza kufocus na mambo yako ya msingi unaweza kuyafanya. Kwa hiyo hilo ni jambo la 6. Jambo la 7, chagua mahusiano sahihi kwenye maisha yako. Si kila anayekupenda unatakiwa uwe naye. Jitahidi sana kutengeneza mahusiano sahihi. Nikizungumza mahusiano sahihi ni mapenzi. Yani mtafute mwenza wako ambaye alikuwa ni sahihi. Si kila mtu ambaye uliyekuwa unampenda unafaa kuwa naye katika maisha yako. Kuna watu wamefeli sababu ya mahusiano yao. Kuna watu wamepata kufanikiwa sababu ya mahusiano. Kwa hiyo ndo maana moja ya wazee wetu walipata kutuambia, unapokosea kwenye kupenda ndio unakosea maisha yako, unayafirisha. Kwa sababu ukikosea kupenda ndio mambo yako yote yanaharibikia hapo. Kwa hiyo tengeneza mahusiano sahihi baina wewe na mtu uliyekuwa naye. Kama ni mwanamke, tafuta mwanaume sahihi. Na kama ni mwanaume, tafuta mwanamke sahihi kwenye maisha yako. Utafanikiwa. Lakini pia kuongezea, tengeneza urafiki na watu wenye tija na watu wazuri. Si kila mtu anafaa kuwa rafiki. Kuna watu pia wamepata kudondoka kiuchumi katika biashara, kwenye mambo yao, kwenye ndoto zao, sababu ya aina ya marafiki aliojichagulia kuwa nao. Marafiki wanaweza kuwa ni msaada wa kukuingiza katika njia nzuri, na kuna wakati mwingine marafiki wanaweza wakawa ni jambo ambalo linaweza kulifanya kukuingiza katika njia mbaya. Kwa hiyo tengeneza njia nzuri ya kuwa na marafiki. Si kila mtu anafaa kuwa ni rafiki yako. Ukiona huyo hafai kuwa ni rafiki yangu, jitenge naye. Tengeneza mahusiano, urafiki na watu waliokuwa sahihi katika maisha yako. Hilo ni jambo la 7. Jambo la 8, kuwa busy kwenye kujenga jambo linalokufanya wewe kukata tamaa, kuwa mzembe, kuwa na ile hali ya kutizama mafanikio ya watu wengine alafu yanakufanya wewe uwe ni mwenye kudorola, si kwenye kujituma. Yani kuwa ni mtu wa design hiyo. Usiwe ni mtu ambaye hutambui jambo gani linalokufanya wewe uwe mzembe. Hutambui kitu gani kinachokufanya wewe ukate tamaa. Kuna wakati mwingine usingizi unaweza ukakufanya uwe mzembe. Ukatae usingizi. Kataa usingizi, usinifanye mimi niwe ni mtu ambaye ni mzembe. Wakati mwingine inawezekana marafiki, na wakati mwingine inawezekana kitu fulani kinakufanya wewe uwe mzembe au uwe busy mwenye kutizama mafanikio ya wengine, alafu yanakufanya yale mafanikio yasikupushi kukufanya wewe utamani kuwa kama wale. Unatamani kuwa wale wadondoki baada ya wewe kutaka wewe kutamani kuwa kama wale. Hichi kitu ambacho ni cha msingi sana kwenye maisha yako. Lakini jambo la 9, kataa kulea hofu. Yani kuwa ni mtu ambaye usiyekubali kuwa na ile kitu kinachoitwa hofu na aibu.
Hofu na aibu ni vitu viwili tofauti. Usiogope kuanza. Usiogope kutafanya mdogo mdogo. Usiogope kuomba msaada katika kitu usichokijua. Ukiwa ni mtu ambaye unakataa hofu, unakataa aibu, kwenye mafanikio utafanikiwa hapa duniani. Hili ni jambo la msingi sana ambalo watu wengi linawafirisha. Huwa ni watu ambao wanaoshindwa, huwa ni watu kukataa kitu kinachoitwa hofu na aibu. Lakini jambo la mwisho, jambo la 10, iambie nafsi yako au akili yako bado inawezekana. Maisha magumu ya kufanya wewe uweze kukata tamaa. Si tumefahamiana? Kwa hiyo kuwa ni mtu ambaye mwenye kujiambia nafsi yako bado inawezekana. Kuwa na maisha magumu haimaanishi kwamba wewe ndio mwisho wako wa kupambana. Hapana. Unatakiwa kuwa ni mtu ambaye wa aina hivyo. Kupigana, kusimama ndio moja ya msingi wa wewe kuweza kuinuka katika maisha. Kwa hiyo haya ndio mambo 10 ambayo unatakiwa uweze kuyazingatia. Chukua kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ukiashika haya mambo, maisha yako utaona mepesi na utafanikiwa na kila kitu kwako duniani kitakuwa ni easy. Zingatia katika hilo. Huo ndio ushauri wangu wa siku ya leo. Endelea kuwa nasi kutufuatilia katika vipindi vyetu. Mid Duraji TV, tabasamu lenye kudumu.